Yes. Mambo vipi? Asante kaka. Unaweza ukarudi. Safi. Kisori. Umewalipa kweli ndugu zetu hawa? Wasija kaendaka na mimi ndugu yangu. Wako wawili ni vijeba hao, wakikukamia unatoa kila kitu. Kwanza jamani nashukuru sana. Kuna mdada anatoka huko Morogoro amenibalisha. Hii neno kunibalisha haijakaa sawa, ni kama nilikuwa uchi. Yeye amenipa hizi nguo nivae. Anaitwa jamani unaanza kusahau mzamini kama hujavua nguo zake hapa. Dada naomba usimame kwa dada watu wamuone watu. Sawa. Duka liko wapi pale dada? Maana Morogoro sijui vizuri. Mimi najua sehemu za kununua tu wanawake. Liko wapi pale dada? Saba. Inaitwaje? The Street Code Store. Sawa. Naomba kumbe ni kitu dada watu sikumuona. Una mpenzi dada? Uko single, lakini nyinyi ni mabinti wadogo, sio mambo yangu sana. Mimi ni mzee wa mashangazi. Nilienda Msamu kutafuta mshangazi, kumbe na njaa. Mashangazi wa Msamu. Mshangazi anauza bizi. Aliponiona akafurahi, kila nikiongea naye analalamika tu. Anasema ngiri imembana. Mashangazi wa Morogoro. Huyu jamani nilikuwa naye ananiambia ukikutana na mshangazi huko Morogoro, wewe unamchekea. Kumbe shangazi lenyewe na njaa, mimi nacheka naye anacheka, tukaonekana wote vichaa sasa. Nimeteseka sana kwa kweli. Dada, mbona umefurahi sana? Niko na mume wake jamani. Safi. Nimeacha lakini dada mashangazi hao. Nilipataka lishangazi limoja, lilikuwa na matatizo ya kiafya dada. Nilitaka kunifia ndani. Kumbe alikuwa na pumu ndugu yangu. Yaani wana vidonge vyao wanaema kushusha pumzi. Mimi napeleka moto anaema nikajua ni juhudi zangu. Kumbe pumu imembana bana. Anataja jina langu nusu. Kipo, mimi najua safi. Alafu nyinyi mnapenda ngono nyinyi. Mbona mnashinda kujishikilia jamani? Kwa mimi napeleka napiga tu kipo. Sasa mimi nasema utamaliza lote hilo jina. Nikanaendeleza shughuli. Amenyosha mkono hivi kumbe ni vidonge vyake viko pale mimi sijui. Mimi akinyosha mkono namkatisha namshika mikono yote hivi. Kisori. Jamani, na maana mjapenda mashangazi, mbona mnanibania maiki? Dada, mbona nitega lakini kuna baridi Morogoro hii ndugu yangu. Asante sana. Masweta yapo. Sisi vijana. Dada. Blaza angalia atumaliza. Jamaa anapiga la pembeni la huku. Yaani moja ananiangalia mimi nyingine. Wataalamu wa kodi hao. Ni marasta wastaarabu lakini kuna namna mnajiongeza ndugu yangu. Ngono ni kitu ambacho kina ustaarabu. Watu wachungaji wanapeleka moto. Sio sisi tu. Kwa hiyo nimalizie niishia wapi? Kuna mtu amesema kwenye vidonge. Yaani namuheshimu kabisa huyu blaza huyu. Kwa mimi akinyosha hivi nikana mbana mikono hivi napeleka moto. Baadaye nikagundua kumbe dada watu kweli anaumwa shangazi. Alipomeza vile vidonge akaniambia wewe mtoto utaniua mimi ni kama mama yako. Nikaona hii aibu hii sio nzuri. Kwa hiyo nimeacha haya mambo sasa hivi nadili nao watoto 2000. Ubaya wao vijana hao wanapasua sana kichwa. Watoto 2000 hawa unamwambia njoo ghetto saa 6 yeye anakuja saa 10. Mashangazi yako on time. Ukiniambia saa 7 saa 6:30 na kupigia simu. Nije au na shughuli zingine. Wewe ndio unakuwa unasumbua. Kwa hiyo tuko vizuri ndugu zangu na Blaza, mbona ni mke wako ni nani ndugu yangu? Ni shemeji yetu. Amefurahi sana. Safi, tuko pamoja. Shughuli leo usiku anayo ndugu yangu. Safi, kama hujawahi kuchepuka na mke wako nyosha mkono hapo ulipo. Kama hujawahi kuchepuka.
Watu wameogopa. Yaani ni kipengele kigumu ndugu zangu. Safi. Brother, umekuchefuko jamani? Hujawahi. Unaonekana ndugu yangu. Sasa MC Kisori utakuja mara moja, kuna kitu wakati naendelea hapa. Sasa ndugu zangu, George, naomba nietee tuzo. Nadhani nilipata taarifa kwamba nilikosa tuzo. Nietee tuzo yangu. Nimepewa tuzo Morogoro jamani, naomba wapi? Arusha. Naomba mnipigie makofi. Nimeshangaa sana watu wa Arusha kunipa tuzo. Sijui wameokota wapi wale jamaa. Waniletea wadudu. Asante sana George. Jamani, tuzo MC ishike kiongozi wangu. Sisi kama watu baki tuliingiza watu wengi sana kwenye kile kinyang'anyiro cha tuzo. Lakini cha ajabu alitoka mmoja tu, sisi wengine tuliambulia patupu. Unajua wakati nimeingia kwenye zile category nilikuwa napanga sana hesabu ya zile hela nikipata. Nikaa naambia viongozi, 1,000,000 nitawakopesha viongozi. Hii nyingine nitafanya harambee, tutakula tunakunywa. Yaani nikapiga mipango mingi, nikasema nyingine nitawatoa out watu baki. Lakini baada ya tuzo nikajitoa out mwenyewe. Nikajifungia ndani. Watu wakasema pole. Wale wakanipa pole nyingi. Pale nilikuwa niko normal tu siku ya tuzo, lakini nilipofika nyumbani nililia sana ndani siku ile. Na asubuhi watu wanakuja kunipa pole. Yaani ni kama naumwa hivi. Wananiletea na nili MC Kisori, umeona tuzo? Nimeiona. Na imeandikwa hapa Francis Kipotosha. Unaweza kusoma maneno ya Kiingereza? Kiingereza. Mimi ni form 4 nilifeli. In recognition of excellence in comedy, spreading joy, laughter and unforgettable moments across the nation. Kwa Kiswahili hapo unaweza kusaidia watu waliokula. Wanatambua kazi yako njema kwenye upande wa ucheshi, kusambaza furaha, vicheko, na nyakati zisizosahaulika katika nchi yetu. Safi. Asante, nitaka kusaidia maneno tu. Ani yangu tafsiri. Ili uelewe kwamba Kiswahili ni kigumu. Yaani nyakati, amesema kutambua nyakati. Kiswahili ni kigumu sana. Bora tuongelee hiki. Nani amewahi kujaribu kuweka setting kwa Kiswahili kwenye simu yake hapo? Ni kipengele ndugu zangu. Setting yenyewe kwa Kiswahili ni maboresho. Yaani unaingia kwenye setting unakwambia karibu kwenye maboresho. Simu ni nzima, karibu kwenye maboresho. Sasa ukiandika pale sijui nini, ukitaka kurudi ulikotoka nyuma, kwa Kiingereza rahisi tu, sio unakuandikia tu press any button to back. Kwa Kiswahili nakwambia bonyeza mpenyo wako wa nyuma kurudi. Neno mpenyo lilivyokaa, yaani ni kama ni kitu chako cha mwilini. Bonyeza mpenyo wako wa nyuma kurudi. Ukiposti picha wanakuambia labda kama ni jina Kipotoshi, aweka picha yake mnato fuduru. Yaani maneno mengine hata uelewe, picha yake ya mnato fuduru. Kwa wewe ukienda kulike pale anasema Joy amependekeza. Yaani ndo like hiyo. Akicomment anakuambia Joy ametoa maoni kwenye chapisho lako la mnato. Wakati Kiingereza rahisi labda anakuambia tu Kipotoshi comment on your post. Lakini kwa Kiswahili ndio hivyo kwamba Kipotoshi ametoa mapendekezo kwenye picha yako mnato. Sasa mnato sijui ni nini yani kwa kweli. Yaani ni kama wewe ndo una data. Viko vingi, hata ina nili status. Unaweka WhatsApp status. Yaani WhatsApp ni WhatsApp ni yani WhatsApp ni nini jamani? Yaani WhatsApp ni mjulio wa hali. Sasa ile like na nili ukiweka status kwamba wameview watu 7. Yaani hapo anakuambia umeonyeshwa na watu 9. Umeonyeshwa. Ni nini hicho? Hatujui. Lakini wanakuambia tu umeonyesha. Na watu wananiangalia hapa. Hivi nimalizie ile story ya dadangu na nili na mzee nilipokuwa nawatongoza. Tunamalizia hiyo kabla sijaelekea kwenye tuzo. Mimi tuzo nilikosa 3 na nilifeli form 4. Mimi elimu yangu sio kubwa sana, ni form 4 hii. Na sijui kwa nini nilipofeli nikaa nimeenda Dar. Hakuna mtu ambaye amekufeli shule akabaki kwao, lazima uende kusalimia ndugu. Sijui kwa nini. Nikaendaga Dar, nilipofeli nikaa nakaa huko. Nikakutana na yule aliyekuja hapa MC Kisori. Sasa hii story ya mwisho namalizia kutokana na muda, najua watu leo ni weekend nataka mkawake.
Sasa nimalizie hiyo. Nadhani wengi mnaijua, lakini huko mbeleni sikumalizia vizuri. Mimi nilibahatika kukaa na mzee wangu, walitenganaga na mshua zamani na mama zamani. Kwa hiyo nilikuwa nakaa mimi na sister na mzee, watu watatu, mtu tatu nyumbani hapo. Sasa na wewe nakushauri brother, shika simu siku moja dadako, pitia angalia namna wanavyomtongoza. Mimi nikaa naangalia simu ya dada anavyomtongoza wauni. Alikuwa kataaji dadangu, sijui kwa na pepo gani. Nikaa naona kama wauni wanajipigia tu, ikaa niuma kama kaka sasa. Mimi nateseka namna anapotongoza huko. Yeye kidogo tu wakimuuliza jina, tunaweza kuonana, nasema ndio, nasema dada, mbona hapo itakiwa useme hapana? Yaani mimi sasa nikisoma zile SMS. Basi nikasema sasa huyu dada huyu labda anakubalia tu watu wengine, sasa hivi ameelimika, nijaribu mimi nikasajili line mpya kama kawaida. Siku moja tu niko na sister yangu hapo, namchatisha mambo Joy, safi nani, nikamwambia Prosper, niambie P, tayari ananiita P kwa kifupi. Nikasema huyu mpumbavu huyu. Sasa tunachati pale, akawa amenikubalia tayari, ndani ya siku 2 amekuwa mpenzi wangu na tuko wote ndani humo. Basi nikasema huyu sasa labda huu ugonjwa sio wa kwake tu, pengine ni wa familia nzima. Nikaanza kumtongoza na mzee. Nilikuwa niko na babangu siku moja, kama ulivyokaa hapa mimi nimekaa hapa, nikamtumia tu mambo baba. Mzee akatabasamu, akatoka nje, mpumbavu yule. Ameisoma, akatoka nje. Alipotoka kule akanijibu, samani nilikuwa naoga. Eti alikuwa naoga. Mimi nasema mzee, si umetoka nje sasa hivi hapa? Nikamwambia okay, niambie baby. Akasema safi. Tukachati vizuri. Akasema mali zote hizi mimi siku nikifa nitakulizisha wewe. Sasa nikamwambia lakini baby, si una watoto au watoto wako utawaweka wapi? Akasema hii misukule itajua kwa kweli eti sisi hapa ni misukule. Sema mzee amevuka mipaka vibaya. Tumemaliza kuchati, mzee akanarudi ndani ana furaha kubwa sana. Nikamuuliza mzee vipi?